Hello everyone. It's me again, Peter Wangeshi. Mkwaje. I want to address one issue because kuna hii video imekuwa ikitrend hasa ya huyu Bishop Ben Kiengei. Kila mtu amemgeukia, amemnukia kwa sababu amehost William Ruto. Sasa huyu Bishop yeye ndiye alizika Boniface Mwangi. Na sasa watu wengi hawakuwa na expect Bishop Ben angekaribisha Ruto kwa hiyo church yake. That's why watu wanamuinukia hivyo. Picha ingine bado, video ingine ikatrend, tukaona mama. Kuna mama alikuwa anachoma kitambaa ya JCM. Akiwa na machungu sana. Akiwa anaomba, akijitakasa, akiwa anakemea kanisa lake. Akijitenganisha na hiyo madhabahu. Akiwa na uchungu mwingi sana. Ana regret ni kwa nini alienda. Akaokoka, renew membership. Just to find that kumbe vile mnafikiria huyo pastor wenyu ama bishop wenyu sio venye yako wewe venye unamfikiriaga. And that's why I encourage people, most of the people I encourage people, wewe usikuwe mtu wa kukimbiliaga ati unataka kuombewa ila saa unataka kuwekelewa mikono. Sio wahubiri wote hasa huku Kenya unadhani ati ni watu ambao, okay, I'm not against Bishop Ben. Hivyo alifanya hata wewe ndivyo ungefanya. So msianze kumuingilia, hata wewe ndivyo ungefanya. Hata wewe rais akiweza sema anakuja kutembea hata kwenyu nyumbani, huwezi kataa. But let me tell you, the point is here. Sio kila saa ati maisha yako yote, moyo wako wote umeipatiana kwa huyo bishop wenyu ama pastor wenyu. Because at a time itafika atakudisappoint. She or he will disappoint you. Sometimes it's good. Wewe before uende usijui umwagiliwe maji, umwagiliwe mafuta, sijui uwekelewe, sijui nini. Kanisa zingine naona huku wanachukua maji hata wanamwagia washirika. Wanafunua tu maji na chupa, anaimwaga huko kwenye itaenda iende. Watu wengine sijui kama ni ujinga ama ni upumbafu, hiyo maji ikikukujia ati unaanguka. Why are you falling? Unaanguka sasa kwa nini? Why? Watu jifunze kujiombea. Know how to dedicate your problem to God. This God unaombaga, huyo tu ndiye Mungu ambaye huyo bishop wako anaomba. Huyo ndiye tu Mungu ambaye huyo pastor wenyu anaombaga. So when you go before God, ukiwa umenyenyekea, uende ukiwa tu na moyo ambao uko chini, a heart that is ready to repent, Mungu atakusikia. Usijipeane kwa hao usijiunganishe sana na madhabahu. Expect 90 ama 95% ati umejipeana sasa kwa. Itakudisappoint my brother, my sister. Know how to speak with your God. Because you have that God. The Bible says he has given you that power and authority. Na hiyo authority kwani imepewa wewe ambao unasoma maandiko, ambao unasoma Biblia na unaelewa. Uko na hiyo authority, unaweza enda mbele za Mungu, mwambie your problem. Kama ni kumshukuru, enda mshukuru. Sasa sisi siku hizi tumekuwa we are so lazy. We don't want to pray. We don't want to dedicate our problem to God. We are lazy to speak with our God. Ati inafikaga tu Sunday, unakimbia tu pale upewe kitambaa ujifunge kichwa, uende tu pale umwagiliwe mafuta, uende tu pale uwekelewe mikono, hivyo tu ndivyo unasikiaga uko sawa. No. It's not happening like that. And listen, guys, listen very carefully. Listen very carefully. Maybe you are against the regime, the current regime. Maybe you are against it. And the current regime, last election, they used the altar of God to get into the power.
And now they are trying the same strategy. So kwa hizo kanisa zenyu bado, you will see them. You will see the politician kwa hizo kanisa zenyu. And when wamekaribishwa, usianze kuchoma kitambaa. No. Keep boundary between you and nasema aje, usizoee sana ati ujipatiane sana. Utaumia. Because mapasta wetu wanatuambiaga sijui usifanye nini, usi-entertain politician, sijui wakikuja usi-entertain. Little did we know. The same pastors kumbe wanalalaga wherever wanaenda kulala na serikali without our knowledge. Mwisho tu utasikia fulani wa fulani anakuja, fulani wa fulani, and because wewe uko against whoever ambaye ako sijui ni nani, your senator, big governor, or uko against them. Sasa wakikuja church yenu mnaanza kukasirika. Know your lane. Usipeane sana tukua huyo sijui nani wenyu. Know your God. Speak to your God, and God will hear you. God will hear you. Because he says kwa Biblia, call unto me and I will answer you. Knock the door and the door shall be open unto you. So si unaona ni wewe uko lazy, kila saa una said pastor sijui nini nimejiunganisha. Huyo mama alikuwa anasema nimejiunganisha na madhabahu ya shetani. How umejiunganisha aje na madhabahu ya shetani? Kwani wewe ukujua hiyo madhabahu juu sasa mwenye alikuja huko Sunday after alikuja sasa ndo umejua sasa ni madhabahu ya shetani? Ukuwa unajua. We have to know the purpose of us going to the church. You are called with a purpose. God called you alone. Hamukuitwa na huyo pastor wenyu, hamukuitwa na huyo bishop. Remember, God called you alone. You alone. So sio kitu ikifanyika tunaanza sijui mwanaanza. Wachana na Bishop Ben. Hivyo alifanya, maybe according to him was right, and it is right. Ana wewe ukisikia Ruto nani president anakuja kwenyu, huwezi kataa, huwezi kasirika. In fact mtamkubali kabisa. But you Christians ama watu ambao mnasema mmeokoka, wacheni kuwa disappointed. Know your lane. Nimekwambia go direct to your God. Wacha kushinda ukitumia watu sijui niombe, sijui nafanye nini, ninapitia hii na hii. Waenda unapeana siri zako mingi. And then the time huyu bishop ama huyo pastor ama whoever atakudisappoint, ama huyo church leader wenyu, ile siku atakudisappoint juu umekuwa umeweka love yote na trust yako yote kwake, ukidhani anakuelekeza into. Let's be careful. The Bible says, we shall know them by their fruits. We shall know them by their fruits. So be careful. Pray to your God, dedicate. Speak to your God direct. He has given you that mandate. He has given you that power. He has given you that authority. So he is telling us, call unto me and I will answer you. Then if unasoma Biblia nakwambia umuite na yeye mwenyewe anakujibu na huyo pastor wenyu, huyo atakujibu na huyo pastor wenyu. Call unto him and he will answer you. Hasemagi he will answer us. No, he will answer you. You alone. Your pastor may disappoint you. Your church may disappoint you. You the leader wenyu anaweza kukudisappoint. Everyone in the church, kaa kwa lane yako. Know your God. Know your purpose in the church. And at the end, hata nini ifanyike, hautawahi kasirika. Usengenywe, hautawahi kasirika. Usemwe mabaya, hautawahi kasirika. Because you know your purpose. Let us be very careful.
Mtu asikuje kuambia sijui usiinteract. Pastor anakuja anawasomea Biblia, usiinteract na politician. Why? Kwani si watu interact na wao, ukipewa pesa kula, because hata wewe ujui. Kuna unasikia wanaenda wanapewa mabilioni za pesa, wewe unakaa tu hapo ukidanganywa, wakikuja usichukue pesa. Kula pesa. Kula pesa kabisa. Remember to follow me in YouTube, Peter Wangeshi, Facebook, Peter Wangeshi also. Thank you so much. God bless you.